Bibi Miriam anataka kujitupa kwenye ghorofa ili afe. Jema anamuokoa na kumtoa. Niache, nataka nife. Sitaki tena kuishi. Vipi nyie? Hebu mtulizeni binti yenu. Anataka kujiua. Endelea na ujinga wenu. Chochote kinachotokea kwa dada yangu. Na hapa wote mtajutia. Tutajua mbivu na mbichi. Tutamwacha hata mmoja. Miriam amechanganyikiwa, anataka kujiua. Huko Devran na Azizi wanabebishana na kubembelezana kitandani. Mama wangu nagongwa. Devran, mama ni nini tena sasa hivi? Miriam anataka kujiua tena. Anataka kujisha kwenye ghorofa. Bibi Azizi alikuwa anasikia yote. Haina shida nenda. Nenda kaongee naye. Niko hapa nakusubiri. Azizi amemind kwa sababu anajua hii ni michezo tu ili wavuruge ndoa yao. Wavuruge siku yao muhimu. Jema anampigia simu dada yake na kumjulia hali kama yuko sawa. Maana Miriam alikuwa anataka kujiua. Huku Miriam hajakata tamaa, anataka kujiua tena. Devran anajaribu kumtuliza. Usijali, wewe ni rafiki yangu. Sasa wewe ni mzuri, una akili. Nipanga mingi kwa ajili yako. Niamini sio kuisha kijijini. Nitakununulia nyumba na kupataka hapa mjini. Utasoma na nitakutafutia kazi pia. Acha usijaribu kujiua. Utatuzunisha sana. Bibi Miriam akapoa. Maana anamkubali sana Devran. Sasa atachoambiwa anasikiliza. Azizi naye akaja kumjulia hali. Aliwashia moto sio poa. Kabidi tu aondoke. Devran akamwambia, "Una vitu vyenye makali na vingine vinaweza kumzuru." Huko Jema anawaambia ndugu zake kilichotokea kuhusu Miriam. Wanajaribu kutumia njia mbalimbali kumtuliza Bibi Miriam. Asija karibu sheria ya Azizi na Devran. Wakashauriana au amchukue akamfungie chini kabisa ya basement. Wafungie simu ambayo hawezi kutoka. Huko Bibi Azizi anapa taarifa kaka zake na ndugu zake kwamba ndoa itafanyika leo usiku. Jamani, jana ilikuwa pete na leo ni ndoa. Basi haina shida. Kwa makini dada yangu. Huko Jema na Zelia wanapanga kumchukua Miriam. Maana Devran alimwekea mlinzi kwa Miriam asitoke kokote pale bila ruhusa yake. Mpaka mwenyewe aseme. Jema wakamzuga mlinzi kwamba anaitwa huko chini. Zelia akaingia naye na kumshawishi Miriam kwamba Azizi anataka kuongea naye. Miriam akaja kwenye mfumo bana. Alipofika tu kwenye ngazi wakamfunga mdomo na miguu. Wakampeleka kwenye simu ambayo wakataka kumweka. Azizi anapigia simu na ndugu zake na kumwambia kwamba amemchukua Miriam. Azizi anafika na mkuta Miriam amefungwa kila sehemu. Hiki nini sasa? Wewe unajaribu kulinda. Mimi mwanamke ni hatari sana. Karibu ndoa yako. Mambo nisaidia chochote. Mmezidi kuniongeza tu matatizo. Niacheni mimi na Miriam pekee tuongee. Bibi Azizi akaongea na Miriam. Face to face wanawake. Azizi anajaribu kumtuliza Miriam kwamba haya yote yanayotokea na mtu yuko nyuma ya haya. Hapana, nimemchagua mwenyewe Devran. Silazimishwa kama wewe. Si sawa kuwa na hasira. Lakini hata yeye alishawahi kuwa kwenye hali kama hiyo. Nataka nikusaidie. Nataka tuwe marafiki. Unaambia unachopitia. Usiwe mwenyewe. Nataka kupata nguvu ya kuondokana na hizo hasira. Na wewe maisha mengine mambo yenye furaha. Mimi nataka kuelewa. Bibi Azizi akaona isiwe shida. Akampa kisu. Nani anakuwa akiangalia sana. Basi chukua uniue. Maliza kabisa hasira zako. Ila fahamu damu yangu itakulilia. Baadaye wakatoka zao nje. Miriam na Azizi wakatoka nje. Azizi akataka ndugu zake wamuombe msamaha Miriam. Samee. Azizi, naomba tumize ahadi yako. Huku maandalizi ya ndoa yanaendelea. Watu wamependeza vibaya mno. Huku maandalizi ya ndoa yanaendelea. Watu wamependeza vibaya mno. Wow. Azizi ndani ya shela. Na Devran ndani ya suti. Wamewaka hatari. Jamani washangilieni wamependeza sana. Watu wanapiga makofi vibaya mno. Devran na Azizi wanapata dance la mahaba. Huku Yusufu na Zelia wakaona dada na shemeji wasienjoy wenyewe. Wakaenda pembeni. Wakarudishana pale na wakapata dance. Mwishowe wakapata penzi zito. Bwana watu wananyanduana. Bwana watu na 25. Wakimaliza kufanya yao, Yusufu akawa kwanza kutoka nje. Akamwambia Bibi Zelia subiri kwanza ndani. Yusufu anatoka nje akutana na watu wasiowajua. Anawatilia mashaka. Wale jamaa walimwona Yusufu wakaanza kumshambulia. Aisha dogo alikuwa ngumu nyingi za kutosha. Akamwita Devran ili apate msaada na kuwapa taarifa. Yusufu hata kabla hajafika kwa Devran akapigwa risasi. Akajikongoja mpaka kwa Devran. Watu pamoja na damu ndio hapo kugundua kwamba amevamiwa. Risasi zikaanza kumwaga za kutosha. Watu wengi walipigwa risasi ikiwemo Devran, Yusufu na Jemo. Bwana sherehe ikavurugika. Sherehe ikaingia doa. Wale wakufurahi vikaanza vilio.